mapenzi yako na Mungu ya mwanzoni yanapotea. Viwango vyako vya ibada vinahama kwa sababu umemkinai Mungu, umemchoka Mungu. Ukijichunguza ukagundua nimemchoka Mungu tayari. Ukishamchoka Mungu, tufanye unavyotaka. Haupi tena heshima ya nguvu wazimiao. Wapa nguvu wazimiao. Umwongezea nguvu yeye asiye kuwa na uwezo. Biblia inasema mstari wa 30 nasema hata vijana watazimia na kuchoka. Hata vijana watazimia na kuchoka. Halo? Hata vijana watazimia na kuchoka. Wako vijana wameshazimia na kuchoka Mungu. Nitakufundisha mambo 7 ya mtu aliyechoka Mungu na namna anavyokuwa. Nitakufundisha. Wako watumishi kama mimi wamemchoka Mungu. Wako waombaji wamemchoka Mungu. Kuna watu kwenye maisha yao wamemchoka Mungu kwa sababu hajafanya wanavyotaka, hajajitokeza walivyotaka, wakamchoka. Na sasa swali linakuja, kwa nini wanamfuata? Wanamfuata kwa uchache mno. So kitu umekichoka, unaweza ukakifuata kwa sababu ndogo sana iliyopo kwenye hicho kitu. Narudia, kitu kisha kichoka unaweza kuwa nacho kwa sababu kuna sababu ndogo tu inaweza kusababisha kuwa na hicho kitu. Halo? Yesu aliona hilo katika nafasi alikuwa anatembea duniani, aliona hilo, akasema nyakati za mwisho watu wangu watapoteza upendo. Watapoteza upendo. Tafsiri yake upendo utapoa. Kupoa kwa upendo ni kukinai. Nitatoa mfano tu. Unaweza ukachumbia labda. Unapomwona mwanaume mara kwanza au mwanamke unakuwa na shauku naye sana. Shauku ya kuwa naye. Lakini baada ya miaka au miezi ile shauku inapotea, hisia zinapotea, inabaki kitu kinaitwa mazoea. Sasa unaweza ukakinai mke lakini uko naye tu kwa sababu, unaweza ukakinai mume lakini uko naye kwa sababu umezaa watoto kwa mfano. Nataka tu mfano mrahisi tu. Sasa kinai mume wako lakini uko naye tu kwa sababu na watoto. Watoto watatuonaje kwa mfano? Watoto watatufikiriaje tukiachana? Kwa hiyo ndoa yenu iko kwenye watoto lakini hana nafasi kwenye moyo wako tena. Umemkinai. Nimetoa mfano huo utakusaidia vizuri sana katika somo hili ninalofundisha. Sasa kuna watu wamemkinai Mungu kwenye mioyo yao. Sasa ukishamkinai unamhitaji. Najua unaweza kuwa na mke unamhitaji saa ya hisia zako zitakapokuwa zimepanda lakini humpendi. Unaweza kuwa na mume kwa sababu utamhitaji kwa sababu na hisia zimepanda lakini haumpendi. Sasa hivi ndivyo maisha tunaishi na Mungu. Sasa tunamhitaji, ndio tuna kiu naye, lakini tulishapoteza kitu kinachoitwa nini? Mahusiano ya ukaribu na Mungu. Ni kwa nini? Ni kwa sababu kuna vitu tulifanyiwa na Mungu akanyamaza. Kuna vitu tuliomba hakujibu.
Kuna wakati tukimtafuta hakutaka tumtafute na hakujitokeza, basi tukaondoa mahusiano. Sasa hichi kitu kiroho kina hatari sana, tutakifundisha vizuri. Kina hatari kubwa sana kwa watakatifu walioko duniani, kina hatari sana kwa watu wanaomcha Mungu. Hatari gani iliyopo? Madhara ya mtu kupoteza mahusiano na Mungu, madhara au kupoteza. Ninaposema ushirika na Mungu, ninazungumza kitendo cha hisia. Kibinadamu ningesema mtu aliyepoteza hisia ya moja kwa moja na mtu, hampi anachotaka kwa sababu hana hisia naye. Ningezungumza hivyo ili napoleta kiroho ulielewe vizuri. Nazungumza unapopoteza upendo na Mungu. Sasa nimesoma Biblia pale, nimesoma jambo la kwanza ambalo linatokea, mtu anaanza kujitenga kiroho, anaanza kujitenga na ibada. Namba moja, anaanza kujitenga na ibada, kujitenga na watu walio wa kiroho, anaanza kujitenga na maombi, anaanza kujitenga. Kujitenga ni lugha ya kwamba mtu huyo amemkinai Mungu, hataki kitu kinachohusishwa Mungu, anaanza kufanya utengano mkubwa sana. Unapoona mtu anawasiliana na mtumishi, anawasiliana na watu kiroho, moyo wake unapenda Mungu, moyo wake unavutwa na Mungu. Sasa kuna watu ambao tayari, ninafundisha hili somo kwa sababu najua shetani yuko kazini. Amen. Haleluya. Namba moja nimesema psikologi. Nasema kujitenga na nini? Kukosa lugha ya imani. Unajua lugha ya imani? Anapopata tatizo hazungumzi kushindwa, anazungumza kuona kushinda. Ukimwambia tutakwambia hili linawezekana. Lugha ya imani inapotea. Kwa hiyo anaona kila kitu ni kushindwa. Anapoteza lugha ya imani. Mungu ana mambo makubwa sana ukimjua sana. Mungu ana mambo makubwa sana ukimjua. Afu uzuri wa Mungu tumii nguvu kubwa. Nguvu ndogo, matokeo makubwa. Vitu vingi vinavyotoka kwa shetani vina majuto, lakini vinavyotoka kwa Mungu havina majuto. Shetani hajawahi kufanya kitu kwako bila mikakati, lakini Mungu hana mikakati. Anapofanya kitu kwako, huwa anafanya kwa sababu upendo unamsukuma kufanya. Ndio maana vitu vya Mungu ni tofauti na vitu vya shetani. Vitu vya shetani ni vitu vya chacha, lakini na matokeo yanayodumu mabaya. Lakini vitu vya Mungu ni vitu ambavyo tunavipata kwa kutumia kwa kusubiri au kwa kuvumilia, lakini ukivipata tayari una amani navyo, unadumu navyo katika amani. Huo ndio uzuri wa Mungu wetu.
Unapopoteza matumaini na Mungu, Mungu anapoteza furaha na wewe. Anapoteza furaha. Furaha ya Mungu ni kuona watu wanatangaza ushindi na matumaini mapya, wakiinuka na kuchangamka. Anapoona kuzimia kwako, Biblia inasema hana furaha na wewe tena. Siku moja wakati Mungu ananifundisha utumishi, kitu cha kwanza alinifundisha kuvumilia. Alifundisha kuvumilia changamoto. Alinifundisha si kila wakati atanipenda. Maana yake sio kwamba atanipenda, si kila wakati nitauona upendo wake. Wakati mwingine atahitaji mimi nimuonyeshe upendo wangu. Amuonyeshaje Mungu upendo wangu? Kwa tafsiri nyingine kwamba hata kama hajanitendea ninavyotaka, sina namna naweza kupunguza upendo. Hata kama amechelewa, siwezi kupunguza upendo. Ukimfuata Mungu kwa sababu kuna jambo unalolitaka afanye, hilo jambo unalotaka alifanye ni moja, lakini una mengi yanayotakiwa Mungu ayafanye zaidi ya hilo moja unaloliona anatakiwa afanye Mungu. Yako mengi sana kwa binadamu. Sasa usiweke tu kwamba kwa sababu hajafanya hili moja, nafikiri amefanya mengi ambayo wewe huoni. Biblia inasema utupa matumaini siku zote za maisha yetu. Matumaini ni nini? Matumaini ni nguvu ya kuishi, nguvu ya kuvuka matatizo.